Sasa wakaongeza kitu kingine, wanasema papa hakosei. Tumeona katika kipindi kilichopita, lakini kipengele hicho ilikuwa tujakichambua. Sasa niwakaribisha tuweze kukichambua kipengele hicho. Hiyo unaipata kwenye kitabu cha Papa ni Nani, ukurasa wa 30. Anasema papa hakosei. Na wanaposema hakosei, na ndio maana wanamuita Baba Mtakatifu, kwa sababu ukishamuita mtakatifu maana yake hakosei. Sasa nataka pia tuangalie ikiwa ni kweli papa hakosei na kwamba kweli ni mtakatifu au sio. Sasa nikukaribishe tuingie katika Biblia takatifu ili kuweza kuchambua jambo hili vizuri. Katika kile kitabu cha Warumi, ile Warumi sura ya 3 ule mstari wa 10 hadi 12. Nataka tuone Biblia inasema nini na Roman Catholic pamoja na Papa wao wanasema nini. Je, ni sawa kibiblia au sio sawa? Anasema hivi, ule mstari wa 10 anasema, kama ilivyoandikwa, hakuna mwenye haki hata mmoja. Huo ni mstari wa 10. 11 anasema, hakuna afahamuye, hakuna mtafutaye Mungu. Huo ni mstari wa 11. Mstari wa 12 anasema, wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Biblia inasema hakuna mwenye haki hata mmoja. Biblia inasema hakuna mwenye haki hata mmoja. Lakini pia mstari wa 12 anasema wanadamu wote wameoza kwa habari ya dhambi. Wanadamu wote ni wa dhambi. Anasema hakuna mwenye haki, la hata mmoja. Sasa Biblia inatuambia hakuna mwenye haki hata mmoja, lakini kanisa la Roman Catholic linamtangaza papa kama mtu mtakatifu na asiyekosea. Sasa jambo hili ni kosa kubwa sana mbele za Mungu, kwa sababu ni udanganyifu mkubwa sana, kwa sababu utasemaje papa hakosei na wakati Biblia inasema wote tumepotoka? Tena hapa anasema wote tumeoza. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba mimi nimeoza kwa habari ya dhambi, wewe unayenitazama umeoza, ulimwengu mzima umeoza, mapapa wameoza, mapadri wameoza, maaskofu wameoza, mashehe wameoza, watu wote dunia hii wameoza kwa habari ya dhambi. Wote wanahitaji neema ya Mungu kwa sababu wako mbali kabisa na maagizo ya Mungu. Sasa wakati Biblia inasema kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, huku kanisa la Romani linamtangaza papa kama mtu asiyekosea na kwamba ni mtakatifu. Hili ni kosa kubwa sana mbele za Mungu. Na katika Biblia, sikiliza nikuletee jambo moja. Kuna kipindi Yesu Kristo, kuna mtu mmoja alijaribu kumuita Yesu Kristo kwamba ni mwenye haki. Yaani kuna mtu mmoja kipindi Yesu alipokuwa duniani, kuna mtu mmoja alipomwona Yesu anafundisha, anafanya kazi njema, akamuita mwalimu mwema. Lakini wakati amemuita Yesu mwema, Yesu akakataa. Sasa jambo ambalo najaribu kujiuliza, Yesu Kristo alikataa kuitwa mwema, lakini kuna mwanadamu anaitwa mtakatifu na anakubali. Hebu sikiliza. Katika kitabu kile cha Marko, ile Marko sura ya 10, ule mstari wa 17 hadi 18. Marko sura ya 10 mstari wa 17 hadi 18. Anasema hivi: hata alipokuwa akitoka kwenda mjini, anatoka kwenda mjini, anasema mtu mmoja, sikiliza, narudia nukuu hiyo. Anasema hata alipotoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Huyo mtu alimkimbilia Yesu, akamwambia Yesu, mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kuurithi ufalme wa Mungu? Alianza kwa kumuita mwalimu mwema. Lakini angalia jinsi Yesu anapojibu. Yesu anasema mstari wa 18, Yesu akajibu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Yesu anajibu katika hii Marko sura ya 10 mstari wa 18 kwamba hakuna aliye mwema hata mmoja.
Kule kwenye Warumi ile sura ambayo tumetoka kuisoma, ile sura ya 3 mstari wa 10 hadi 12, anasema wote tumeoza, wote tumepotoka, hakuna mtenda mema hata mmoja. Sasa ndugu zangu, wakati Biblia inasema kwamba wote tumeoza, huku kanisa la Roma linamtangaza Papa kama Baba Mtakatifu, linamuita mtakatifu, tena linasema hakosei. Kwa hiyo ina maana kanisa la Romani pamoja na Papa wao, ina maana wao wana akili kuliko Mungu aliyevuvia manabii kuandika Biblia. Mungu kupitia manabii anasema wanadamu wote wameoza. Alafu kanisa la Roman Catholic wanasema Papa ni mtakatifu, hakosei. Ina maana watu waamini sauti ya nani? Je, watu waamini sauti ya Roman Catholic au waamini sauti ya Biblia? Au waamini sauti ya Mungu kupitia Biblia? Biblia inasema Mungu peke yake ndio mwenye haki. Wewe angalia jinsi ambavyo Yesu Kristo ameitwa mwema, amekataa. Na tunajua Yesu Kristo alikuwa mwema. Yesu Kristo alikuwa mwema kabisa, lakini alikataa asiitwe mwema. Kwa nini? Anawafundisha watu akili zao wazielekeze kwa Mungu, wamtambue Mungu kama mwema. Sasa Yesu anakataa kuitwa mwema, alafu kuna mwanadamu amekaa Vatican, yeye anakubali kuitwa mtakatifu, Baba Mtakatifu. Alafu Yesu anaitwa mwema, anakataa. Yeye Papa anaitwa mtakatifu, anakubali. Utatambua jinsi gani mwanadamu huyu amejidhatiti kuchukua nafasi ya Mungu hapa duniani. Kwa hiyo wanadamu wamegeuzwa, badala ya kumtazama Mungu wanamtazama Papa wa Vatican kama Baba Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, kulingana na Biblia, kulingana na mafungo ambayo tumeyasoma mahali hapa, tumeona kwamba hakuna aliye mwema, ila mwema ni mmoja tu, ambaye ni Mungu wetu wa mbinguni. Na kwa maana hiyo, anaposema hakuna mwema hata mmoja, maana yake hata Papa sio mwema, mapadri sio wema, maaskofu sio wema, mashehe sio wema, sisi wote sio wema. Aliye mwema ni Mungu peke yake. Sisi wote ni watu ambao tumepotoka, tumeoza, tunamhitaji Mungu, tunahitaji kupiga magoti na kumlilia Mungu kila siku aweze kutusamehe, na sio sisi kusimama na kujitambulisha eti kwamba sisi ni wema na watakatifu. Hili ni kosa kubwa sana mbele za Mungu. Kwa hiyo yote mawili ni makosa. Kumuita Papa Baba Mtakatifu ni kosa, kwa sababu Baba Mtakatifu ni Mungu wa mbinguni aliyeumba mbingu na nchi. Na jambo la pili, kusema Papa hakosei pia ni kosa kubwa, kwa sababu hatuna mwanadamu wa aina hiyo katika sayari hii isipokuwa ambaye hakosei, ambaye ni mwaminifu 100% na ambaye ni mtakatifu na amekamilika, ni Mungu peke yake. Lakini sisi wote tunapiga magoti, tunamwomba Mungu atusaidie, atusafishe, atutakase ili tuwe safi. Tukisha kuwa safi, basi tunazidi kumtumikia na kujishusha katika miguu yake, na sio kwamba akishatutakasa sasa tunaanza kujitangaza na kujiinua kana kwamba sasa sisi ndo tunapaswa kuabudiwa kuliko yeye. Kwa hiyo wapendwa, kwa siku ya leo napenda niishie hapo. Tumeona vizuri sana kwamba ni kosa pia kusema kwamba Papa hakosei. Papa anakosea.